Mitihani mitano ambayo mwanadamu huwa anapitia pale ambapo Mungu huwa anampima imani yake kwenye mahusiano. Mungu akitaka kukujaribu kwenye mahusiano yako, mara nyingi ni atakuingiza kwenye mitihani hii mitano. Mtihani wa kwanza ni mtihani wa kiuchumi. Unaona, utapata majaribu katika upande wako wa kiuchumi. Unaona, pesa itakuwa ni shida ambayo itabadilisha kabisa hali ya hewa ya mahusiano yenu. Moja kwa moja msongo utaanza kuongezeka, subira itapungua, vitu vidogo vitakuwa vikubwa, sauti yako ya kuongea inabadilika, iwe wewe au huyu mwenzako itabadilika. Lakini pia haya majaribu yataonyesha kwamba wewe na mpenzi wako mtaweza kudumu pamoja au mzigo utawashinda. Jaribu la pili ni maongezi yatapungua. Ule ulaini wa kuongea utapungua, mapenzi yatapungua, juhudi za kila mmoja kumpambania mwenzie pia zitapungua. Unaona, hakutokuwa na kitu chochote kile tena cha kuamsha penzi lenu. Unaona, kwa hiyo hii itajaribu pia mahusiano, kiwango cha uvumilivu wenu katika mahusiano yenu. Unaona, kwa hiyo mwisho wa siku mtajikuta mmetengeneza gap kubwa, mmoja yupo huku, mmoja yupo huku. Unaona, swala la umbali wa kihisia. Unaona, lakini jambo la tatu ni majaribu ya kelele za nje. Unaona, hapo nazungumzia marafiki, familia, mawazo ya watu wengine, ushauri ambao hata uhitajiki. Unaona, mara nyingi unakuta watu ambao wako pembeni huwa wataanza kuingilia mahusiano yenu. Unaona, kwa mfano uko na mpenzi wako, unaanza kuona hafla tu mambo yenu ya ndani yanashirikisha watu wengine. Unaona, ambapo kushirikisha kwa watu wengine kunaenda hadi kunavuka mipaka. Mwisho wa siku sauti za nje, wale wanaomshauri, zinakuwa na nguvu zaidi ya nyinyi wenyewe. Unaona, kwa hiyo kelele za nje zinakuwa na nguvu zaidi ya nyinyi wenyewe. Mungu anaweza kupima kwa mtihani huu. Je, kwenye hiyo hali mtaweza kuvuka? Lakini sio hiyo tu, pia mtapata majaribu ya uaminifu na maelewano. Unaona, kwa mfano mmoja anaweza kumtafuta mwenzie akachelewa kumjibu. Unaona, kuna ile kubadilika tu kwa tabia kihafla. Unaona, mnachati au mnaongea, mnajikuta tu maongezi yenu haya yako off. Umeelewa? Lakini pia maumivu ya kihisia yanazidi kukua sana. Unaona, ambapo mtihani huu pia utapima kiwango kwamba je, wewe na mpenzi wako mtakommunicate kiuhalisia, kiuaminifu, ili kuamua kulitatua hilo jambo, au ndio itakuwa sumu ya mahusiano yenu. Jambo la tano ambalo ni la mwisho, Mungu anaweza kawapa mtihani wa maradhi. Unaona, au msongo wa mawazo uliopindukia, au kuchoka, hali fulani ya kimwili. Unaona, matatizo ya kimwili. Unaona, nyakati hii ambapo mmoja wenu anaweza asijitokeze kwa mwenzie. Kwa sababu gani? Wewe labda let's say unaumwa kupindukia, Mungu anaweza akakupa homa kali, tuseme kwa mfano unaumwa maradhi ambayo hayatibiki kwa haraka, lakini yule mwenza wako akaenda akashindwa akakuacha. Unaona, lakini baada ya muda fulani unapona, unarudi kwenye hali yako kawaida. Umeelewa? Kwa pale ilikuwa ni kipimo tu ambapo yeye alikuwa anapimwa kwamba je, kwenye huo mtihani anaweza kuuvuka, lakini kashindwa. Unaona, kwa hiyo lakini pia kuna ambao wanaweza kupambana. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba mahusiano yanaweza yakajaribiwa kwa njia hii. Unaona, je, mtapendana wakati wa maradhi? Je, maisha yenu bado yataendelea kuwa romantic au itakuwa vipi? Unaona, kwa hiyo vitu kama hivyo. Naomba nikuambie kitu kimoja. Ukitaka kuelewa zaidi kuhusu majaribu ya mahusiano au jinsi ya kuwa na mahusiano imara zaidi, usisahau kitu kimoja. Unaweza ukacomment hapo, unaweza ukalike, lakini pia ukashare, ili account yetu iendelee kukua na mimi niendelee kukupa
dondoo hizo.